binadamu wana tatizo kubwa. Mifumo iliyopo ya uhai, uzalishaji, usambazaji na usimamizi haiwezi kukabiliana na hali ya sasa. Unajua lini mifumo hii iliundwa? Katika nusu ya pili ya karne ya 19. Baadaye zilibadilishwa mara kadhaa ili kuendana na mahitaji mapya na teknolojia mpya. Lakini kanuni zenyewe hazijawahi kubadilika. Marekebisho ya mwisho yalifanyika miaka ya 1950, takriban kuanzia mwaka wa 55 hadi 61. Hatua kwa hatua. Na mwanzoni, baada ya kufanya marekebisho ya mwisho kuanzia miaka ya 60, mfumo ulioboreshwa ulifanya kazi vizuri na uliweza kutimiza majukumu yale ambayo uliundwa kuyashughulikia. Kisha matatizo yalianza ambayo yalijitokeza kama migogoro ya kitaifa ndani ya nchi moja, ya sekta fulani ndani ya sekta maalum, na pia ya kimataifa. Kulikuwa na migogoro mikubwa kadhaa ya kimataifa. Mfumo wa uzalishaji, usambazaji na usimamizi ulifikia ukomo wa uwezo wake mwanzoni mwa karne ya 21, takriban katika miaka ya mwanzo ya 2000. Hali hii inaweza kulinganishwa na nyumba na makazi. Nyumba inajengwa kwa ajili ya idadi fulani ya watu, kwa maisha yao ya kila siku, jinsi wanavyoishi, wanakwenda, wanachofanya, jinsi wanavyolala pale, jinsi wanavyopanga vitu vyao, na kwa kuzingatia teknolojia zilizopo wakati huo. Yaani, kama kuna mfumo wa kupasha joto kwa kutumia jiko la kuni, basi wanaweka jiko. Kama ni umeme, basi wanaweka radiator, boiler na kadhalika hapa. Lakini kadri muda unavyosonga mbele, mahitaji hubadilika na teknolojia pia hubadilika. Na nyumba hii inahitaji kujengwa tena. Yaani, zamani kulikuwa na jiko la kuni, lilikuwa katikati ya chumba na kulikuwa na nyumba moja tu. Hakukuwa na kuta za ndani wala chochote ili joto liwafikie wote hapa. Na baada ya hapo boiler ikaonekana, mabomba yakaanza kuwepo. Ndiyo, sasa unaweza kusambaza mabomba ndani ya nyumba na hivyo kupata joto. Jiko la zamani halihitajiki tena. Jiko linabomolewa, wanatengeneza vyumba tofauti pale, lakini kwa kweli nyumba haikutengenezwa kwa ajili ya hilo. Matokeo yanakuwa mabaya, hayajakaa sawa, mpangilio wa nyumba unakuwa mbaya, vyumba vinakuwa na kona zisizoeleweka, korido ndogo, yote haya hayapendezi, sivyo? Baadaye umeme unaanza kuwepo, nao unasambazwa, wanachimba mashimo, mfumo wa maji taka unawekwa, na sasa inawezekana kuwa na choo chenye joto ndani ya nyumba. Zamani choo kilikuwa nje pamoja na bafu, lakini sasa inawezekana kukiweka ndani, lakini hakuna nafasi ya kutosha. Inabidi tena kubuni kitu, kujenga upya, kuongeza milango mipya, veranda au kitu kingine. Hapa familia, huko watoto wanakuwa, inabidi kutenganisha familia mbili tofauti, milango miwili tofauti, na kuongeza sehemu nyingine za nyumba. Mwisho wa siku inatokea kitu cha ajabu kama jitu la kutisha. Hii ni nyumba iliyojengwa upya mara nyingi, kubadilishwa, kurekebishwa, sivyo? Lakini bado haiwezi kutimiza majukumu yake. Bado ni ngumu kuishi humo na ni vigumu kuitunza. Gharama yake ni kubwa. Kwa ujumla, mambo hayaendi vizuri. Yaani, kila njia ya kubadilisha na kuboresha imeshatumika na hakuna hatua mpya itakayoweza kuboresha mfumo huu, mfumo mkubwa wa binadamu na hasa hii nyumba, wala haitasaidia kukabiliana na hali ya sasa. Sasa nini kinatakiwa kufanyika? Inahitajika kujenga nyumba mpya kabisa. Nilikuja kwa wazo hili vizuri. Nilikuwa na wazo kwa muda mrefu kununua nyumba katika kijiji na kuishi mahali fulani huko. Sawa, nimeangalia nyumba nyingi sana. Na wakati fulani nikagundua kwamba siwezi kufanya chochote na hizi nyumba za zamani zilizojengwa labda miaka ya 60, hizi za mbao, siwezi kufanya chochote nazo. Yaani, kama ilivyo, haijalishi kama kuna mabadiliko ya mpangilio, umeme au chochote kingine, haiwezekani kuifanya iwe makazi mazuri, yale yanayokidhi mahitaji yangu ya sasa. Haiwezekani. Haijalishi utaijenga upya kiasi gani, utaikarabati au kuibadilisha vipi, bado itabaki kuwa ya zamani na bado itakuwa haifai. Na ni rahisi zaidi na nafuu kujenga nyumba mpya kutoka mwanzo. Mpya, safi. Mara moja ukiwa umezingatia mahitaji yangu yote. Hii ndiyo hasa changamoto inayolikabili binadamu wote leo. Lakini tatizo ni nini? Tunapobadilisha nyumba, kwa mfano, tunahitaji kuijenga upya, tunaweza kuhama na kwenda sehemu nyingine, na wakati huo ujenzi, ukarabati au mabadiliko yanaendelea, tunaishi mahali pengine. Sasa tufanye nini na sayari nzima? Haiwezekani watu wote kuruka kwenda Mars, halafu hapa kuanzisha mabadiliko fulani, kisha wote warudi tena.
haitafanya kazi hivyo. Ndiyo maana mabadiliko makubwa lazima yafanyike kwenye nyumba tunayokaa. Na hakuna anayependa kufanya hivyo, sivyo? Yeyote aliyewahi kufanya ukarabati na kuishi humo humo wakati huo atanielewa. Na ndivyo binadamu wamekuwa wakiishi kwa miongo mitatu sasa. Yaani inahitajika kubadilisha sasa. Inahitajika sio tu kuboresha, bali kubadilisha kila kitu kabisa. Lakini, ndiyo, afadhali tuendelee kuishi hivi. Kwa sasa tutaendelea hivi. Na hata hivyo, si mbaya sana, sivyo? Na watu wataendelea kuishi hivyo mpaka mambo yafike kwenye hali ya hatari, mpaka pale yanguke au maji yaanze kuvuja hapa na pale. Kwa kifupi, mpaka kila kitu kianguke. Ndivyo watakavyoendelea kuishi hadi pale hali itakapokuwa ya hatari kabisa. Na hali ngumu inahitaji hatua za haraka. Yaani, hawakutaka kuchukua hatua za kuboresha au kujenga upya mapema. Hawakutaka kufanya hivyo. Basi italazimika kufanya hivyo kwa dharura na hasara kubwa na vurugu nyingi, kwa kifupi, na madhara makubwa na kadhalika. Unamaanisha nini? Kwa mapinduzi, mageuzi, vita na mauaji ya halaiki mengine. Kwa makusudi au basi ilitokea tu hivyo. Wamekufa kwa njaa. Sasa utafanya nini? Hawakuweza kuendana na hali. Vita kati ya Ulaya na Urusi kuhusu Ukraine ni jaribio la baadhi ya sekta, hasa Ulaya na Urusi, kuendelea kuwepo bila kufanya mageuzi makubwa ya mfumo. Yaani kuendelea kuishi kwa utaratibu wa zamani. Ulaya inataka kula Ukraine kwa sababu itaweza kuendelea kwa muda kidogo zaidi kwa kutumia rasilimali za Ukraine. Na Urusi haitaki kuachia sehemu ya Ukraine kwa sababu nayo inahitaji. Ndiyo maana wanagombana wao kwa wao. Pande zote mbili zinaogopa kupigana vita vya kweli kwa sababu vita vikubwa vitailetea Ulaya na Urusi madhara makubwa na kuvuruga udhabiti wao dhaifu. Kwa kweli hali ni dhaifu sana. Na madhara ya vita kama hiyo, kama kweli wataanzisha vita vikubwa, sivyo, yatakuwa makubwa zaidi kuliko faida ya ushindi wa kwanza. Ndiyo, nimepoteza zaidi ya nilivyopata. Ndiyo maana Urusi na Ulaya wanashindana kidogo tu, wanagombana kidogo, lakini hawajathubutu kuingia kwenye vita vikubwa bado. Ingawa Ulaya tayari inaanza kujiandaa kwa hilo, inaendelea kujiandaa. Na hali hii inaweza kuendelea kwa muda mrefu sana, mpaka mmoja wa wanaogombana anguke, ama Urusi ama Ulaya. Mfumo uliopo tayari hauwezi kukabiliana na mzigo uliopo. Na vita ya hapa na pale inayoendelea polepole, hata kama ni ndogo kidogo, bado inaongeza mzigo zaidi. Ndiyo, inaleta changamoto zaidi. Ndiyo, usumbufu, kutoridhika na mambo mengine kama hayo. Ndiyo hivyo. Kwa hiyo, haijalishi unajaribu vipi au unageuza vipi mambo, chochote unachofanya, bado hali itafikia hitaji la kubadilisha kabisa mfumo mzima. Kupitia vita, kupitia mgogoro, kupitia vifo. Mfumo unapaswa kubadilishwa mapema kwa hiari, lakini hadi sasa hakuna anayependa kufanya hivyo. Wala watu wa chini hawataki, wala viongozi hawataki, kwa sababu kila mtu anaishi kwa mazoea. Ndiyo. Na sasa hivi tuko sawa tu. Na kuhusu kile kitakachotokea baadaye, kwa kweli hatujali. Ndiyo, na mpaka mambo yatushinde kabisa, mpaka hali iwe mbaya sana, tutaendelea tu kuishi kama zamani. Na ndiyo maana kutatokea msukosuko mkubwa, kutakuwa na vita kubwa, kutakuwa na mgogoro mkubwa, kutatokea janga la ugonjwa hatari, kutakuwa na maangamizi ya watu wengi. Basi kitu fulani kutoka kwenye orodha hii lazima kitokee, ndiyo. Au hata kile ambacho sikukitaja, lakini bado kitu kikubwa, kibaya na cha kutisha, sivyo? Na ni kitu kibaya sana. Tusubiri. Kama watu hawataki kutatua tatizo kwa njia nzuri, basi tatizo litatatua watu kwa njia mbaya. Na hapo ndipo kwa lazima itabidi kuunda mfumo mpya.